langu ni Yagi Maulidi Kyaratu, mbunge wa jimbo la Singida mjini. Ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema zake na baraka zake, lakini nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kuwakaribisha wanawake wote wa halmashauri ya manispaa ya Singida katika kongamano la siku ya wanawake duniani litakalofanyika katika viunga vya RC Mission. Niwaombe sana wanawake, hii ni nafasi pekee ya kukutana, kujadiliana, kushauriana na kupeana taarifa mbalimbali zinazohusu wanawake na wasichana. Kwa hivyo ni vema wote tukahudhuria, tukashiriki katika kongamano hilo ambalo tutapata fursa ya kujadiliana, kusikiliza, lakini na kutoa maoni yetu na kero mbalimbali zinazotukabili wanawake kwa mustakabali mzima wa maendeleo yetu na taifa kwa ujumla. Siku hii ya wanawake ambayo huadhimishwa kidunia kila tarehe 8 mwezi wa 3 inafanyika hapa mkoani Singida, na kama mlivyoona safari hii kuna mabadiliko makubwa. Sherehe hizi zimeanza katika ngazi ya kata, kila kata imeadhimisha, na sasa tuko kwenye hatua ya wilaya, na kwa mwongozo tuliopata shughuli hizi zimeanza tarehe 1 mwezi wa 3 na zitaisha tarehe 7 mwezi wa 3 kwa ajili ya kushiriki tarehe 8 ambayo itafanyika kitaifa. Tumeona kata zote wamefanya vizuri, na sasa wilaya zimeanza kuadhimisha, na sisi halmashauri ya manispaa ya Singida tutaadhimisha siku hii ya wanawake tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026 kuanzia asubuhi saa 2. Tutapata fursa kukutana wanawake wote, kutakuwa na kongamano kubwa, lakini pia kutakuwa na shughuli mbalimbali kama maonyesho ya ujasiriamali. Tutapata wageni mbalimbali wakiwepo taasisi za kifedha, maafisa maendeleo ya jamii ambao nao watatueleza mambo mbalimbali ya usuyo wanawake. Siku hii iliwekwa maalum kwa ajili ya kukutana, kutathmini na kupeana nguvu zaidi kuendea usawa wa 50% kwa 50. Kwa mwaka huu kauli mbiu ni haki na usawa kwa wanawake na wasichana, ambao ni msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Taifa kama taifa chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan lina mpango wa maendeleo wa muda mrefu, mpango wa dira ya 2050 ambao unapaswa kutekelezwa na Watanzania wote. Sasa mpango huo hautaki kumwacha mtu, na wadau wakubwa mpango huu ni wanawake. Kwa hiyo kauli mbiu inaakisi utekelezaji wa mpango wa dira ya 2050 ambapo haki na usawa kwa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Na kwa waliopata fursa ya kuchangia dira hii au kuisoma baada ya kupitishwa, dira hii inalenga kuleta maendeleo kwa taifa la Tanzania. Kwanza, dira imelenga swala zima la ulinzi, usalama na utulivu wa taifa ambao ni msingi mkubwa wa maendeleo, na swala hili linawaathiri sana wanawake ikiwa amani itakosekana na utulivu katika taifa. Lakini dira imelenga katika kutoa ustawi bora kwa jamii, kwa maana ya kuboresha huduma za kijamii, swala zima la elimu ambalo tumeshuhudia kwa kipindi kilichopita kifupi kuna mabadiliko makubwa sana katika nyanja za elimu. Tumeona tumejenga madarasa mengi, tumejenga shule nyingi, kuna ajira ya walimu karibu 7,000, lakini tunapata fedha za elimu bila malipo kwa wakati, na pia kumejengwa shule za wasichana katika kila mkoa kwa ajili ya masomo ya sayansi, na hii ni kwa promote watoto wa kike wasome sayansi na hesabu. Lakini vile vile tumeona kumejengwa shule ya amali ambapo pia itawafaa wasichana na kuhakikisha kwamba wanapata stadi za maisha na wakati huo wanapata elimu. Tukija kwenye swala la afya, tumeona namna ambavyo kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta ya afya. Tumeona ongezeko la zahanati, tumejenga zahanati karibu 5 mpya, lakini kuna vituo vya afya vimejengwa karibu 3 vipya, lakini bado tumepata hospitali ya halmashauri. Hii yote ni kuboresha huduma katika halmashauri yetu.
tumepata vifaa tiba, tumepata madaktari wa ubobezi, lakini kuna ajira ya kitaifa ya watumishi wa afya karibu 5,000 ambapo wakigawanywa na sisi Singida tayari tumepata, na hivyo kuboresha huduma za afya. Kuna majengo ya mama na mtoto katika zahanati zetu, katika vituo vya afya, lakini jengo zuri sana katika hospitali yetu ya halmashauri. Tuna jengo la huduma za dharura, lakini bado tuna vifaa tiba kama x-ray za digital na kadhalika. Na hata hivyo bado serikali ina mpango wa kuleta huduma vifaa vingine zaidi. Tuna ambulance, tuna gari la ufuatiliaji, lakini kikubwa tumeona pia namna ambavyo huduma zinatolewa vizuri na kwa weledi. Lakini katika eneo hili la afya, jambo kubwa zaidi lililofanywa na serikali ni kuleta huduma ya bima ya afya kwa wote. Na ni wasihi sana wanawake wa manispaa ya Singida, waathirika wakubwa wa kuuguza ni wanawake. Tujitahidi sana, tujiunge na bima hii, bima ambayo inajumlisha pia wategemezi katika familia zetu, lakini bima ambayo itatupa nafasi ya kupata huduma kuanzia ngazi ya msingi mpaka huko juu. Na nipongeze sana serikali chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na waziri wetu Mchengerwa kwa namna ambavyo wanafanya utaratibu wa kuunganisha mifumo ya afya ya msingi isomane na serikali kuu, ili mtu anapoanza kuanzia zahanati anakwenda na huduma mpaka anapofikia katika hospitali ya taifa au hospitali za rufaa, na hii inamsaidia kutumia muda mchache, lakini tatizo lake kueleweka kwa urahisi. Nimshukuru sana waziri mkuu, tumemwona katika ziara zake nyingi anafanya katika eneo la elimu na afya kuhakikisha kwamba hizi huduma za msingi zinapatikana. Na tunawaambia wanawake wa Singida, matumbo yenu wamebarikiwa. Tumemtoa waziri mkuu shupavu kabisa, ndugu yetu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tunamwona namna anafanya kazi, namna na kuisha huduma katika maeneo ambayo huduma zimekuwa zimelala. Lakini vile vile wanawake tunatakiwa kuwa na matumizi mazuri ya nishati safi, ipo gesi na kwa makaa ya mawe, na hiyo yote inatupunguzia muda wa kutafuta kuni, lakini kuchafua mazingira. Shukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameshika ajenda hii na imetupa heshima kama taifa. Lakini vile vile ametuletea msaada wa kisheria, na waathirika wengi wa msaada wa kisheria ni wanawake. Liko eneo la mirathi, migogoro ya ndoa, matunzo ya watoto, lakini pia haki za kumiliki mali. Kama wanawake wana haki za kumiliki mali kama ardhi na vingine ambavyo havihamishiki. Lakini vile vile tunashukuru sana kwa namna ambavyo wanawake mnajitokeza kutunza mazingira. Singida miaka ya nyuma na sasa ni tofauti sana, lakini vile vile tuendelee kupanda miti na kuangalia usafi wa miji yetu na majumba yetu, na hii itatusaidia kuepukana na magonjwa ya mlipuko, lakini kupendezesha mazingira yetu, na pia ni sehemu ya uchumi kama tutapanda miti ya matunda, mbao na namna ya kuitunza vizuri. Lakini katika kongamano hili pia tutapata kusikia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kwa ajili ya wanawake. Iko mikopo ya 10% katika halmashauri yetu. Ni lazima tujue taratibu za kupata mikopo hii na tutumie fursa hii kwa ajili ya kuendeleza uchumi. Na mikopo hii ya 10% imezingatia pia itikadi za kidini, haina riba. Kwa hiyo wanawake wote na wasichana wana haki ya kuichangamkia mikopo hii kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi. Lakini ziko fedha katika taasisi zetu za fedha, nao tumewalika pia watupe fursa ili tutawanyike kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mwanamke anapata fursa ya kiuchumi kwa ajili ya kujiendeleza yeye na jamii yake. Lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyoleta mageuzi makubwa ya kuhakikisha mwanamke anasonga mbele. Sote ni mashahidi. Hata ukiangalia katika nyanza za uongozi, ameteua wanawake wengi na karibu wanafika 50%. Lakini tukiangalia hata katika kisiasa, wanawake wengi wamejitokeza kugombea, na hata mimi ni mfano. Nimesimama kama mwanamke, nimejieleza sera zangu, na watu wamekubali kwamba mwanamke anaweza, na wakanichagua kuwa mbunge wa jimbo la Singida mjini. Na wako wanawake wengi
Kuna ongezeko kubwa la wabunge wanawake waliosimama katika majimbo kwa zaidi ya 35%. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais atatoka akiwa anajivuna kwamba angalau amekaribia kufikia lengo la dunia la uwakilishi wa 50-50. Pia tutahamasishana namna nzuri ya kushiriki katika masuala ya kisiasa, kutoa mawazo, kuchangia na kuhakikisha kwamba zile hoja zetu za msingi za wanawake zinafika na zinasikika na zinatekelezeka kwa mustakabali mzima wa maendeleo ya wanawake na wananchi kwa ujumla. Tumeona dira ya taifa ya 2050 ambavyo imelenga kuleta maendeleo, lakini maendeleo haya hayatafikiwa kama kuna mtu ataachwa nyuma, na ndio maana tumeona kauli mbiu hii iwe chachu ya kufanya wanawake washiriki katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050, na hakika wanawake ni wadau wakubwa wa maendeleo. Ushiriki wao utalifanya taifa kufikia malengo ya 2050. Nirudie tena kuwakaribisha wanawake wote, na mmemwona mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Halima Dendegu namna ambavyo anahamasisha, anafikia wanawake wote, na hata leo angekuwa mgeni rasmi, lakini kwa ajili ya shughuli zingine anakwenda kuhudumia taifa, lakini anawapa salamu wanawake wa manispaa ya Singida, na yeye anawakaribisha kwa moyo wote kwamba wote mhudhurie, msikilize, mshiriki, mtoe mawazo yenu, lakini mwisho wa siku tuondoke na lengo moja kwamba wanawake na wasichana tunakwenda kuondokana na mfumo dume, na tunakwenda kusimama kuhakikisha kwamba yale yote yanayofanyika katika nchi yetu na sisi tunayafanya. Wanawake hatukimbii kazi, wanawake hatukimbii masomo, wanawake hatukimbii majukumu. Sisi ni msingi jumuishi wa kufikia dira ya 2050. Asanteni sana.